mwema. Tumepata ugeni, mwenyekiti wa jimbo la Mashariki Kati mwa Tanzania wa kanisa la Adventista wa Sabato. Amepita mahali hapa na akapenda kutoa neno fupi. Mchungaji Bambaganya, karibu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jamani, tusalimiane. Wengine ndio wanaona sura hii kwa mara ya kwanza, si kweli? Hebu ndio wanaona kwa mara ya kwanza, punga mkono. Mbona unafanya hivi? Fanya hivi basi nikuone, nijue kwamba nina wageni wangapi. Mbarikiwe. Wale ambao tulishaonana mahali pengine, ninamshukuru Mungu kwamba leo imetokea bahati ya kuwa hapa na kuwaona nyie. Mungu awabariki sana. Hii kitu nilikuwa sijui na nilikuwa sijawahi kuisikia, Arabasta, lakini nikaona back to basics. Hata rafiki yangu mzee wa kanisa Yonazi hajawahi kuniambia bwana. Tuna wote kule Masaki, hajawahi kuniambia. Kumbe imeanza muda mrefu tangu 2010 na ngapi? 19, lakini mmeanza kufanya hivi 2022. Mungu awabariki. Kwa kweli nimeshindwa kujizuia, pamoja na ratiba ngumu ya tangu asubuhi. Yaani ninaenda ninarudi mpaka nirudi kuwasalimia hawa watu wa Mungu. Ngoja niwaambieni, ninapoona kanisa hili, you are the church. Haleluya. Nyie ni nini? Kanisa. Najua Mungu kuna wazee wa kanisa. Yonaje, si mzee wa kanisa? Kabla hajawa mzee wa kanisa nilimfahamu. Siku tunakutana mara ya kwanza sema ni mzee, nikasema haleluya. Nyie ndiye nguvu ya kanisa. Na niwaomba niwaambie, nyie ndio cream tulio nayo. Leo mnaweza msiwe na nafasi kubwa ndani ya jamii, lakini in a long run nyie ndio mtakuwa top players katika sehemu tofauti za kanisa. Kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Mkiondoka na nguvu hii ya kujikita kwenye neno la Mungu, hamtayumbishwa. Tumekuwa na shida ya vijana ambao hawajawa na mizizi katika neno la Mungu. Upepo ukija wameondoka, hiki kikija kimeondoa. Lakini nimeguswa sana na nyie. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Na ninatamani muete na watu wengine, wale vijana wengine wa vyuo vikuu na walikwisha maliza, waingie humu katika kuweka mizizi ya neno la nani. Na mnajifunza mambo ambayo mengine hata makanisani hakuna nafasi ya kujifunza hayo. Hili somo nalofundisha Yonazi ni juzi tu nilikuwa nalisoma. Sasa nashangaa, nikawa namwambia David, anasema Yonana anayefundisha, akaniambia Yonazi. Kaambia Mungu ambariki. Na bahati nzuri nishakufuata kwenye mtandao nikaona. Yaani wapendwa, ni kipindi ambacho tunatamani vijana wenye kuelewa kanisa lao, wenye kuelewa mafundisho yao, wasiofuata mkumbo. Akisema ndio anamaanisha kwamba ameelewa. Haleluya. Ndio mtakao simama na kulitetea kanisa, wapendwa, katika vurugu hizi. Msiwe bendera, fuata nini? Upepo. Wewe ni Mwadventista msabato, unaelewa kwa nini mimi ni Mwadventista. Sio ikitokea mtu mmoja ameleta maneno ya uasi kanisani na wewe kijana umekulia humu, unafanya nini? Simosha vikundi vya uasi. Mtu anakuja, mtu anadanganya, kanisa limeasi, kanisa ifanya hivi, mambo hivi. Yaani wapendwa, nimeguswa na nyie. Sijui nisemeje. Mungu awabariki. Na ninaomba viongozi, viongozi simameni wa Arabasta. Viongozi simameni, njoni hapa mbele. Na wale wakufunzi wenye mada ambao mlikuwa mnafundisha leo. Sijui ni nani aliyeanzisha njozi hii. Sijui ni wewe nani mlinitiate. Hii idara ya vijana mnayoiona ilianzishwa na vijana wawili ndani ya kanisa, wakainitiate. Tuko pamoja. Wazo likaja. Baadaye wakaanza program kama hizi ndogo ndogo. Baadaye likakua, likapokelewa na General Conference. Hamjaelewa hiki kitu mlichokianzisha. Hamjaelewa. Yawezekana nafikiri ni njozi tu ilikuja, lakini naiona ina impact kubwa. Nimeshauliza, hiki kitu kimekaaje? Kina kiwiliwili, kina kichwa na miguu? Wakaniambia ndio, kichwa kiko kwenye PCM. Si ndio
public campus ministry, nimeshaona kichwa. Haleluya. Hamjui kwamba hiki kitu kinaweza kuwa sehemu mojawapo ya ingredient muhimu kwenye PCM, na ikaenda mpaka kwenye idara ya vijana. Mungu awabariki kwa kuwa na njozi hiyo mlioanzisha. Mungu awabariki wote mliokuja. Mimi sina neno zito la kuweza kuonyesha kwamba nimethamini sana hiki mlichokifanya, na nyie mliokuja, ninajua kila mnapokutana hamuondoki kama mlivyokuwa. Baada ya kusema hayo, nisiwapotezee muda na mimi na haraka, ninaomba tusimame tuombe, niwaombe na wa vijana viongozi. Tuombe. Baba wa mbinguni na Mungu unayetupenda, tuseme nini kwa ajili ya siku ya leo na kwa ajili ya vijana hawa? Uliweka njozi ya kuwa na kitu cha kuwakusanya pamoja kwa ajili ya kutafakari juu ya neno lako, na zaidi back to basics, kurudi kwenye misingi ya neno lako. Jina lako litukuzwe. Najua si wao, ni wewe uliyeweka njozi hiyo vichwani mwao kusudi wajaze pengo katika mahali ambapo hawawezi kufikiwa na watu wengine. Kwa vijana hawa, Baba, ninaomba uwabariki viongozi hawa. Endelea kuwapa njozi katika kutimiza lile ambalo umeliweka ndani yao. Asante hata kwa ajili ya wakufunzi wanaojitoa kutoa masomo haya. Lakini Yesu, niseme nini kwani kwa ajili ya kirimu ya vijana hawa? Ni vijana wako Yesu. Angalia, wengine wako vyuo vikuu, wengine wamemaliza, wengine wako makazini tayari, lakini wanaona ni jambo la pekee kuja kukaa na kujifunza, kutafakari neno lako. Baba, jina lako litukuzwe kuwa na vijana wa namna hii katika kizazi hiki. Maana wangekuwa kwenye starehe, wangekuwa kwenye vurugu za Jumapili, kuna maharusi, kuna kitchen party, kuna tafrija nyingi na outing nyingi, lakini wamechukua siku nzima kukaa hapa. Baba, uwabariki. Hata wale ambao hawajapata njozi zao, lakini wanakuomba Mungu gatimize. Wale ambao wana mambo fulani wanayoyaweka mbele zako kila siku, Yesu ukajibu. Hata kama kuna vijana wanapitia kwenye changamoto mbalimbali unazozijua, Baba, kwa kuwa tu wanatenga muda kukutafuta wewe, ninakusihi ukawaniwe nuru ya uso wako. Jioni ya leo basi naweka mikononi mwako vijana hawa. Baba, lile lengo ulilokusudia wakusanyike hapa ukalitimize, na ukawabariki kuwafanya kuwa vijana imara katika imani katika kanisa lako, kuchukua sehemu ya mizigo ya utumishi katika kanisa lako, lakini ukiwaandaa kwa ajili ya maisha ya sasa, kuwa baraka kwa jamii, kwa familia zao, kwa wazazi, kuwa na familia nzuri Baba, familia zenye afya ya kiroho na zenye mafanikio ya kawaida ya maisha haya, lakini ukiwaandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Jioni ya leo naweka mikononi mwako, na wanapoendelea na programu za mwisho uwe pamoja nao, kwa jina lake Yesu ninaomba, amina. Bwana wabariki. Bwana waangazie nuru ya uso wake. Msonge mbele, msirudi nyuma. Asanteni sana. Jamani, sasa mshike mkono.